بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعدكم شكر مولا سبحانه وتعالى نكم تكرح من أمان متمويت محمد صلى الله عليه وسلم. Kwa tawfiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, leo tunafanya iftitahi ya tafsiri ya Qur'an, ikiwa insha Allah tumeazimia kutafsiri juzu amma. Tutaanza na suratul Fatiha, sababu ndio sura ambayo kwamba inaitwa Ummul Kitab, ni sura ambayo kwamba kila msahafu wameanza nayo, na tunaposali tunafungua na suratul Fatiha. Kwa hiyo na sisi tafsiri yetu insha Allah tutaanza na suratul Fatiha, tukimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie iftitahi yetu iwe ni iftitahi ya khair insha Allah. Tutatumia kitabu cha tafsiri, na tafsiri yenyewe itakuwa ni mfupi tu, inaitwa tafsiri al-ashr al-akhiri, tafsiri ya ushri ama juzu tatu za mwisho. Tumia kitabu kama hichi sababu ni kwa ajili ya wanafunzi na wale ambao kwamba ni mtadiina wenye kuanza kwa ajili ya tafsiri al-Qur'an al-Karim. Wale ambao kwamba tayari washasoma, tayari na wanajuzi wa tafsiri na wana tafsiri hii, haitowafaa isipokuwa tu ni kama mudhakira ama kuweza kujikumbusha. Lakini tafsiri ni hasa tumeweka kwa ajili ya wanafunzi wa Markazul Khulafa ar-Rashidin, waweze kufuata, kila mmoja afungue msafu wake afuate tafsiri. Na wale ambao kwamba itakuwa ni mtadiina, nao pia watafungua, wataweza na kufaidika kile kichache ambao kwamba tuko nacho, kama Mwenyezi Mungu alivyosema, Mtume alivyotambia, balagh anni walau aya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tukiingia katika tafsiri yetu, tunaanza na suratul Fatiha. Suratul Fatiha ni katika sura ambazo kwamba ziko na majina mingi. Miongoni mwa majina yake ni Fatihatul Kitab, inaitwa Fatihatul Kitab sababu ndio inayofungulia msahafu, ndio sura ya kwanza inayoanza katika msahafu. Na vile vile inaitwa Ummul Kitab, na vile vile inaitwa Sab'ul Mathani, na vile vile inaitwa Suratul Hamdu, na inaitwa Suratul Salah ama inaitwa As-Salah, katika ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea hadithi ambayo kwamba ni an Rabbi, anasema qasamtu salat baini wa baina abdi, nimegawanya sala baina yangu mimi na mja. Na swala iliyoelezwa pale ilikuwa ni suratul Fatiha. Na vile vile inaitwa suratul Waqiya, na vile vile inaitwa Sab'ul Mathani. Kwa hiyo ni sura ambayo kwamba ina tafsiri na majina mingi, na majina yote haya inaonesha umuhimu na fadhila ya sura kama hii. Sura kama hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameanza na Bismillahir Rahmanir Rahim kama ilivyoandikwa katika msahafu. Asema mwenye tafsiri, bismillahi ina ikhtilafu kwa wanazuoni. Kuna ambao kwamba wameona ni bismillahi ni aya, na kuna wanazuoni ambao kwamba wameona bismillahi si aya. Kuna ikhtilafu nyingine kwa wale ambao kwamba wameona ni aya, kuna ambao kwamba wamehukumu kwamba ni aya katika kila sura, yani kila sura bismillahi ni aya, isipokuwa katika suratul Tauba ndio si aya. Na wengine akasema ni bismillahi ni aya katika suratul Fatiha peke yake. Wengine wakasema ni baadhi ya aya, yani ile aya unaanza nao kama kaf ha ya ain sad, ile ni nusu aya. Mwanzo wake ni bismillahir rahmanir rahim, kaf ha ya ain sad, ile bismillah pia ni kipande cha ile aya. Kwa hiyo ni ikhtilafu ambao kwamba wanazuoni wako nazo, na sisi kama wanafunzi ni kupita tu, tunawaachia wenyewe. Tunafuata madhhabu ambayo kwamba tumeinukiana na tumeyasoma, madhhabu ya Imam Shafi kwamba bismillah ni aya katika suratul Fatiha. Unaposwali lazima uisome. Kisha kuna ikhtilafu bismillah katika swala, je, inasoma kwa dhahiri ama kwa siri? Hiyo ni ikhtilafu pia wanazuoni. Sisi kama madhhabu ya Imam Shafi kwetu tunasoma kwa dhahiri, na yule ambaye kwamba yosoma kwa siri sala yake inaswihi, na yule ambaye anaitakidi bismillah si aya kwa dalili na kauli za wanazuoni pia asiposoma sala yake vile vile inaswihi, maadamu ni madhhab ambao kwamba umefuata kutokana na wanazuoni na dalili. Lakini ukajitolea tu akilini kwako, hapo itakuwa tunasema madhhabu kama yale ni batil. Lakini maadamu umefuata wanazuoni, sababu sote tulioko sasa hakuna mtu aliyotunga madhhab,
sote tumewafuata wanazuoni. Tafsiri ya bismillah, asema mwenye kitabu, bismillah kwa jina la Mwenyezi Mungu. Allah ni ismul jalala, ni jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao kwamba haitwi mtu mwingine yoyote isipokuwa ni Allah peke yake. Na Allah ni jina lilotokamana na ilahun, umetokamana na ilahun. Ilahun ni Mungu, Mungu yoyote, hata kama ni sanamu, akiwa ni ilahun, ikageuka ikaja katika Allahu, ikawa ni jina la Allah peke yake, halitumiki kwa kitu chochote wala haitumiki kwa mtu mwingine yoyote isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikawa ni jina ambalo kwamba lajulisha nguvu ya Mwenyezi Mungu, lajulisha kila kitu. Majina yote utakuta watu wengine wako nayo, ama sifa ya Mwenyezi Mungu Ar-Rahman, kuna mtu naye anaitwa Rahimun, kuna mtu anaitwa Malik, mfalme, lakini hakuna mtu hata mmoja ambaye kama mshawahi kusikia mtu anaitwa Allah, hakuna. Na atakaye kuitwa Allah yuwafa. Kamzaa mtoto ukamwita Allah, pale pale atakufa, sababu Allah ni jina la Mwenyezi Mungu peke yake. Ar-Rahman, mwingi wa rehema. Alipouliza Nabii Allah Musa alipokuwa mdogo, alipelekwa kwenda kusoma. Alipoenda kusoma, akawa sasa yule mwalimu alomsomesha akamwambia andika bismillah. Nabii Musa akamuuliza maneno kama hayo katika tafsiri ya Ibn Kathiri. Nabii Allah Musa akamuuliza yule mwalimu wake, bismillah ndio nini? Akamwambia mimi sijui, wewe andika tu. Nabii Allah Musa akamwelezea. Alipofika Ar-Rahman, akamwambia Ar-Rahman ni yule ambaye kwamba anarehemu duniani na akhira, wema na waovu. Ndio tafsiri yetu tuliyopokea zamani kwa mashekhe zetu. Ar-Rahman mwingi wa rehema, mwenye kurehemu wema na waovu hapa duniani. Ar-Rahman mwenye kurehemu wema na waovu hapa duniani. Ar-Rahim mwenye kurehemu wema peke yake kesho akhira. Mwenyezi Mungu katika ulimwengu anawarehemu watu wote. Mwenyezi Mungu haangalii huyu ni muovu wala huyu ni mwema. Hapa duniani kila mmoja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampa riziki yake, anampa afya, anampa kila ambacho kwamba anastahili kama mwanadamu. Hakuna na wengine waweza kukuta kafiri ndio wako na neema nyingi kuliko Muislamu. Lakini Ar-Rahim mwenye kurehemu wema peke yake kesho siku ya Kiyama ni siku ambayo kwamba hakuna kafiri atakayopata rehema ya Mwenyezi Mungu wala sikitiko la Mwenyezi Mungu. Akaanza na kuendelea, alhamdulillah, shukrani zote ni za Mwenyezi Mungu. Alhamdu ni athanaa, huwa athanaa bil lisani ala jami'il ikhtiyar, ala jami'il ikhtiyar. Alhamdu ni kumshukuru mtu kwa ulimi. Kuna hamdi, kuna shukri, kuna madhi, vitu vitatu. Kuna hamdi, kwanza kumhimidi mtu, kisha kuna shukri, kumshukuru mtu, kisha kuna madhi. Himdi ni kumshukuru pasina neema yoyote, wamshukuru tu wa muhimidi, na hii anastahili kuhimidiwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Awe anakufanyia wema au kufanyia maovu. Hata ukipata ugonjwa unafaa useme alhamdulillah. Mkeo unayempenda ulomtolea mahari, unamjengea, hataki hata upepo ndare, akifa ufanye nini? Sema alhamdulillah. Mtoto wako ambao kama umemsomesha mpaka siku ile amemaliza mtihani, amemaliza maraki sana, tarajia na mimi sasa nitapumzika, mtoto wangu afanye kazi, ndio amekufa, wasema alhamdulillah. Japo kwa ni jambo tungu, jambo baya kwa akili yako ama kwa akili zetu za kibinadamu, ni jambo ambalo kwamba lina madhara, lakini unafaa useme alhamdulillah. Ndio wakasema nini? La yuhmadu ala makruhin siwahu, hahimidiwi katika mambo ya makruhu, mambo ya maudhi isipokuwa Mwenyezi Mungu. Mtu yote kufanya jambo la maudhi utaudhika na utakasirika na itakuwa matukano ama kupigana, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakachokufanyia lazima useme alhamdulillah. Ndio maana alhamdu ni kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pasina kwa ajili ya neema, wamshukuru ili amekuneemesha au amekupatia mtihani. Shukri ni kumshukuru mtu ambaye kwamba amekufanyia wema peke yake, na hii inatumika kwa wanadamu na kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unapopata neema unashukuru, la in shakartum la azidannakum. Na shukri unaweza kutumia ulimi, unaweza kutumia vitendo, unaweza kutumia njia yoyote ya kuonesha kwamba umeshukuru. Mfano, mtu amekufanyia wema, kutakumlipa ule wema, kuonesha wewe umetambua wema na wewe ukamsaidia kazi zake, ama ukawa ndo jasusi wake. Kitokea jambo ambao wajua kuna kadhaa, ushakuwa chawe,
kwa kuwa ile mtu alikufanyia wema. Kwa hiyo shukri inaweza kwa ulimi au kwa vitendo. Mwenye kitabu anasema amma shukru fayakunu bilisani walqalbi wala'dha'i. Pia unaweza kumshukuru mtu moyoni. Tunamfanyia jambo jema na huwezi kumpata kumwambia, lakini moyoni mwako fanya ukamshukuru, mashallah kwa si fulani mimi ningekuwa mpaka sasa bado. Hiyo ni shukri. Madhi ni kumsifu mtu kwa neema aliyokufanyia wewe ama kwa aliyomfanyia mtu mwingine, ukamsifu kwa uzuri ambalo kwamba amelifanya. Aendelea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema Rabbil alamin, alhamdulillah, shukrani zote za Mwenyezi Mungu, Rabbil alamin, mlezi wa viumbe wote. Ar-Rabb ni ismu ambao kwamba min asma'illahi ta'ala, katika majina ya Mwenyezi Mungu. Wala yuqalu fihi ghayru illa mudafan, wala halitaji haiti ar-Rabb mtu mwingine isipokuwa kufanya idhafa. Rabbul manzil, Rabbul baiti, Rabbu kadha, ndio inaweza kumuita mtu rabbun, kama Nabii Allah Yusuf alivyosema nini, innahu rabbi ahsana mathwaya, hakika mfalme ni mola wangu. Sababu ar-Rabb maana yake ni mlezi, lakini ni ismu ya Mwenyezi Mungu ikifanywa mutlaq. Ukimuita mtu ar-Rabb ni makosa, isipokuwa ufanye na idhafa, sema rabbi alladhi fa'ala li kadha, rabbi alladhi fa'ala, ama rabbu fulan, ama rabbul bayt, ama rabbul manzil, ama rabbus sayyara, ufanye idhafa na ile sifa ambayo kwamba ako nayo. Al-alamin ni kullu ma siwa Allah. Al-alam ni kila ambacho kwamba sio Mwenyezi Mungu, ikiwa ulimwengu, ikiwa malaika, ikiwa kila kitu. Kuna kauli ya pili anasema al-alamu ni vitu vinne. Al-alam inaingia katika vitu vinne. Anasema al-alamu jam'u al-alam wa huwa kullu mawjudin siwa Allah, ni kila chenye kupatikana kwa sio kwa Mwenyezi Mungu, pepo, moto, kila kitu. Na kauli ya pili wa huwa arba'atu umamin, ni watu wanne ama ni watu sampuli nne. Kwanza al-insu ni mwanadamu ndio anaitwa al-alam, wal jinnu na majini, wal malaikatu na malaika, wa shaytan na shaytan. Hawa watu wanne, mwanadamu, jini, malaika na shaytan. Utajiuliza, je, jini na shaytan ni watu wawili tofauti au ni mtu mmoja? Majini ni wale ambao kwamba ni wema, wale ambao kwamba katika Uislamu wale wanaitwa majini. Kisha kuna mashaitani wale ambao kwamba ni maifriti, hakuna Waislamu kwao. Ndio taona katika suratul jinni Mwenyezi Mungu amehakuita suratul shaitani, na katika pale haikuzungumziwa mashaitani, imezungumziwa majini. Lakini ilipokuja inna shaitana lakum adu wa innal jinna lakum, innal jinna lakum adu, iko hakuna inna shaitana lakum adu. Inapokuja katika mashaitani inazungumziwa uovu, inapokuja katika majini minnal muslimuna wa minnal qasitun. Kwa hiyo majini na mashaitani wanazoona wamehtawa ikhtilafu kwa ni watu tofauti, kuna majini na kuna mashaitani. Aendelea Mwenyezi Mungu akisema Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman mwingi wa rehema, yani mwenye kurehemu wema na waovu hapa duniani. Ar-Rahim mwenye kurehemu wema peke yake kesho akhira. Aya 3. Na wanazuoni wasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka Rabbil alamin, hii ni at-tarhib, utisho kwamba mimi ndio Mola wa kila kitu, hakuna mwenye kuniuliza nafanya ni takacho. Kisha mbele akaleta Ar-Rahmanur Rahim kuonesha huruma kwamba usiogope tu, sababu leo masikitiko makubwa watu wanakimbizwa katika misikiti, sababu unapoingia shekhi anapopata mimbari kutukana mabarobaro, mabarobaro wazinifu, mabarobaro ni walaji miraa, watu wanatiwa motoni tu. Yani ni nadra kumpata shekhe yuko katika mimbari iwaelezea fadhila za mabarobaro, uzuri wa mabarobaro. Kwa mabarobaro ndio wameukoa Uislamu. Mtume anasema nusirtu bishabab, Uislamu umenusuriwa na mabarobaro. Lakini ni si rahisi, ni nadra kupata shekhe ama khatibu iwazungumzia mabarobaro kwa mambo mazuri, yaonesha kwa mabarobaro ndio uswa na kudwa katika jamii. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaleta targhib, kwanza utisho, kisha akaleta at-tarhib. At-tarhib kwanza utisho Rabbul alamin, kisha akaleta at-tarhib Ar-Rahmanur Rahim, kwa watu wafanye bidii na kuwa na huruma na sikitiko na kuweza kujikimbiliza katika rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akaendelea kusema Maliki Yawmiddin, mwenye kumiliki
siku ya mwisho au siku ya kiyama. Al-Malik ni sifa katika sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao kwamba yeye ndio mtawala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku za kiyama atauliza limanil mulku liyawma, ufalme ni wa nani leo? Miaka 40 hakuna atakaye kujibu, baada watu washakufa wote. Mwenyezi Mungu atauliza tena baada ya miaka, atauliza tena limanil mulku liyawma, ufalme ni wa nani? Itanyamazwa kimya miaka 40. Baada ya miaka 40 Mwenyezi Mungu atasema lillahi alwahidil qahhar. Kwa hiyo ufalme wa hakika ni ule ufalme ambao kwamba ako nao Mwenyezi Mungu, na ufalme huu Mwenyezi Mungu asema maliki yaumiddin, mfalme mmiliki ya siku ya kiyama. Siku ya kiyama atakuwa hakuna mtu yote mwenye sauti wala mwenye cheo wala chochote isipokuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu katika sura An-Naba mwisho asema nini? Hakuna mwenye kuzungumza chochote illa yatakallamuna illa liman adhina lahu arrahman wa qala sawab. Hakuna hata kama alikuwa yule ni nabii basi atakuwa yeye jamani hebu fanya nidhamu kidogo. Hakuna hata malaika wenyewe watakuwa katika hofu isipokuwa liman adhina lahu arrahman, yule atakayekumpa idhini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo yeye ndio mfalme wa yaumuddin, siku ya kiyama, siku ambayo kwamba ni kubwa, siku ambayo kwamba ni mzito, siku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawakusanya kuanza Nabii Allah Adam mpaka mtu wa mwisho atakayekupatikana katika ulimwengu, watu wote watakuwa pale pamoja. Na habari ya kiyama ni habari kubwa, ni habari ambayo kwamba ni inataka miaka kuelezewa, sababu yenyewe ni kitu cha miaka na mamiaka. Inna yawma inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun, siku moja ya kiyama ni kama miaka 1000. Tena haya miaka 1000 ni kwa watu wa kawaida, lakini kwa watu waovu 50,000 sana, ndio kama miaka 50,000. Kwa watu waovu siku moja ataona ni miaka 50,000, lakini wale watu wa kawaida ni siku moja itakuwa kwao ni kama miaka 1000. Hii ni miaka 1000 tu. Wafikiria umeishi miaka mingapi? Ukiishi ziada miaka 100, umebakisha miaka 900, utaweza kuielezea hiyo siku moja tu ya kiyama? Kwa kiyama ni habari kubwa, ni habari ambayo kwamba itakana kila mmoja aizingatie. Unajua sisi Waislamu tunajua kuna kufa. Kila mmoja tumuuliza unajua kuna kufa? Anakwambia nini? Najua. Kila mmoja anajua, lakini hatuamini kufa. Wengi wetu hatuamini kuwa tutakufa. Tunajua tutakufa, lakini hatuamini kuwa. Sidhani Kiswahili changu umenielewa. Tunajua kuwa tutakufa, lakini hatuamini kuwa tutakufa. Kujua tunajua, lakini kuamini ni vipi? Uwe utatenda matendo ambayo kwamba kweli yaonesha huyu iko siku utakufa. Watenda matendo kuonesha mimi kweli iko siku nitaenda kukutana na Mwenyezi Mungu. Lakini unajua iko siku nitakutana na Mungu, lakini bado. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia maliki yaumiddin, yeye ndio mwenye kumiliki siku ya kiyama, siku ambayo kwamba malaika wenyewe, mitume wenyewe itakuwa hawana sai ya kuzungumza isipokuwa kwa ruhusa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Iyaka, Mwenyezi Mungu anaendelea kusema aya 5, iyaka, wewe peke yako naabudu, tunakuabudu, hatumwabudu mtu mwingine yoyote. Ibada nini? Ibada ni aqsa ghayat al-khudu'i wat-tadalluli, ni upeo ama ni mwisho wa kunyenyekea na kujidhalilisha. Kumwabudu mtu ni kujidhalilisha kwake na kuandama kile ambacho anakuambia katika lugha. Na katika sheria ibaratun amma yajma'u kamal al-mahabbati wal-khudu'i wal-khawfi, ni ibara ambayo kwamba inakusanya kamal al-mahabba, ukamilifu wa mapenzi, umpende mtu kisawasawa, tena wal-khudu'i na kumnyenyekea, wal-khawfi na kumwogopa. Hivyo utafuata kila ambacho kwamba anakuambia. Wa iyyaka, na wewe peke yako nasta'in, tunaomba msaada. Tunaomba msaada katika ibada, tunaomba msaada katika maisha, sababu ibada yenyewe huwezi ifanya pasina msaada wa Mwenyezi Mungu. Huwezi kuswali pasina taufiki ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Huwezi kufanya lolote pasina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukusaidia na kukuwafikia lile jambo kuweza kulifanya. Ihdina siratal mustaqim, msaada tunaoomba ni gani? Si Mola tupe mapesa, tupe utajiri. Ihdina siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyooka.
Hidayah iko sampuli mbili. Kuna hidayah kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumuongoza mja wake, wa hiya khasatan billah. Alhidayah ta'ala nauaini, hidayah tawfiq. Kuna hidayah tawfiq, Mwenyezi Mungu kupa tawfiq ya kusali, Mwenyezi Mungu kupa tawfiq ya kufunga, Mwenyezi Mungu kupa tawfiq ya kufanya mambo kadhaa, na hii ni ya Mwenyezi Mungu peke yake, kama Mwenyezi Mungu alivyomwambia mtume wake, innaka la tahdi man ahbabta, wewe humuongoza na mtaka, walakin Allah yahdi man yasha, lakini Mwenyezi Mungu ndiye anayemuongoza na mtaka. Mwenyezi Mungu ndiye anampa mtu tawfiq. Yule anayesilimu, yule anayesali, ujue ni tawfiq ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hidayah pili, hidayah dalalatul irshad, ni hidayah ya uongofu na kulingania. Nayo ni hidayah ambayo kwamba amepewa mitume na wenye kuwafuata na wanazuoni, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim, wa innaka hakika wewe Muhammad la tahdi, unaongoza watu, ila siratil mustaqim. Huku Mwenyezi Mungu anamwambia innaka la tahdi man ahbabta, wewe humuongozi na mtaka, na huku Mwenyezi Mungu anamwambia innaka la tahdi, wewe unaongoza. Sasa hapa utaweza kushangaa mbona hizi aya zimepingana, lakini kwenye Qur'ani ukikuta aya yoyote inapingana na aya ya mwenzake, jua wewe ndio hujaelewa. Inakuwa tafsiri ama maana ama zama ni tofauti. Ima inakuwa tafsiri ni tofauti, au tafsiri ni moja lakini maana ni tofauti, sababu kuna tafsiri na kuna maana, ama zama ni tofauti. Kama hapa Mwenyezi Mungu kwanza amwambia nini? Innaka la tahdi man ahbabta, wewe humuongozi na mtaka. Aya pili ambayo innaka la tahdi, wewe unaongoza ila sirati mustaqim. Hii ya kwanza ni tawfiq, kumpa mtu tawfiq ya kuweza kuongoka, hiyo ni ya Mwenyezi Mungu. Lakini kumuongoza mtu kwa maneno na kumjulisha na kumwelekeza, hii ni kazi ya manabii na kazi ya wenye kuwafuata. Kwa hiyo ihdina, tuongoze sisi Mwenyezi Mungu as-siratal mustaqim, ndia ilonyoka. Ndia ilonyoka gani? Ni ndia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia mitume wake wote. Ndio ndia ya Uislamu. Na kuna swali moja huwa linazunguka, Uislamu ni nini? Tukueleza mal Islam nini? Uislamu haraka Uislamu ni kumfuata Mwenyezi Mungu kwa yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanauliza, je, mitume wale wengine, wale umma wengine si Waislamu? Bila shaka ni Waislamu, wao kumfuata mtume. Kwa hiyo taarifa ya Uislamu ya kwa ufupi ni kumfuata Mwenyezi Mungu kwa maamrisho ya manabii ule wa zama zile. Ni kumfuata Mwenyezi Mungu kwa maamrisho ya nabii wa zama zile. Wakati Nabii Allah Ibrahim, Uislamu ni kumfuata Mwenyezi Mungu kwa maamrisho aliyotumiwa Nabii Allah Ibrahim. Wakati Nabii Allah Isa, Uislamu ni kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu kumpitia Nabii Allah Isa. Na wakati wetu sisi ni kumfuata Mwenyezi Mungu kwa maamrisho aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hiyo ndio siratal mustaqim. Siratal mustaqim ni gani? Siratal ladhina an'amta alayhim, ndia ya wale ambao kwamba umewaneemesha, umewapa neema. Watu gani Mwenyezi Mungu ameneemesha? Ni matajiri au ni wafalme au ni watu gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujibu kwenye Qur'ani, wa man yuti Allah war rasula, mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na akamtii mtume, fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alayhim, huyo yuko pamoja na wale ambao kwamba wameneemesha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo neema ya Mwenyezi Mungu ni kwa yule ambao kwamba ataa Allah wa ataa Rasul minan nabiyina, kama na manabii wao ndio wamepata neema ya Mwenyezi Mungu. Wasiddiqina, na as-siddiqin wale waliowasadikisha mitume. Washuhada, na mashahidi waliokufa katika jihadi. Wasalihina, wale wema. Wa hasuna ulaika rafiq, na hawa ndio watu bora mtu kwa marafiki nao. Ndio uzuri wa marafiki unaotakana ufuatane nao, mina manabii, mashahidi, watu wema. Kwa hao ndio watu ambao kwa Mwenyezi Mungu amewaneemesha. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu, ihdina siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyoka sawa, siratal ladhina an'amta alayhim, njia wale ambao kwamba wamewaneemesha. Ghayril maghdubi alayhim, sio njia ya watu ambao kwamba wamekasirikiwa, nao ni Mayahudi. Wallallina, wala si njia ya watu waliopotea. Mayahudi wao wamekasirikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sababu gani wamekasirikiwa? Sababu wao wamesoma, wameteremshiwa vitabu. Sababu Mayahudi katika Banu
Israeli, na Bani Israeli ndio watu waliotumia mitume wengi. Kwa hiyo wao wanaijua Uislamu, wanaijua dini ya haki ni ipi. Ndio hata wakati kabla mtume kutumilizwa walikiwaambia watu wa Madina, karibu atakuja mtumi ambaye Mwenyezi Mungu atampa nguvu, atampa ushindi na watu wote watakuwa chini yake, wakiwatisha Waarabu wa Madina kwamba huu nabii atakuja katika kizazi chao cha Kiyahudi. Kwa hiyo walikuwa wanajua mitume. Ndio utaona kisoma sira na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda katika biashara alipokuwa na miaka 9, faraahu rahibu Bahira, akamwona mwanachuoni wa Kiyahudi anaitwa Bahira, fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhirul anbiya, akamwelezea huyu atakuwa kijana, atakuwa mwisho wa manabii kwa alama kadhaa kadhaa. Kwa Mayahudi wao wanajua Uislamu, wanajua kila kitu, lakini wamekataa tu. Kwa hiyo ndio maghdubi alaihim, Mwenyezi Mungu akawakasirikia sababu wao wanajua lakini wamekataa. Wallallin, wala alopotea ni manasara, wao hawajui chochote. Hata Nabii Allah Isa wanaomwandama na wanadai kuwa ni Mungu wao hawamjui. Ndio utaona vitabu vao Biblia yenyewe ukisoma makosa kibao, yenyewe kwenyewe inatukanana yenyewe. Kwa hiyo wao wamefuata tu pasina elimu, wao wamepotea sababu wamefuata pasina elimu. Lakini Mayahudi wamesoma na wanajua, lakini wakaamua kupinga, ndio wakawa al-maghdubi alaihim. Kwa tunajilinda Mwenyezi Mungu asijalie katika wale al-maghdubi alaihim. Na si lazima Wayahudi, hata wakawa Muislamu. Unajua sala ni faradhi, hukuiswali, una tofauti gani na Yahudi? Yahudi amejua Uislamu dini ya haki, akapia hakuifuata. Na wewe umejua sala ni faradhi, hukuswali. Wewe unajua kitu fulani ni haramu, ukafanya. Unajua kitu fulani ni faradhi, nifanye, hufanye. Unajua haki za wazazi wawili, kisha usizifanye, itakuwa hauna tofauti na Yahudi. Yahudi si kwamba al-maghdubi, si kwamba yule ambaye kwamba amekuwa katika dini ya Kiyahudi, yani ukawa na tabia za Kiyahudi pia unaingia katika al-maghdubi alaihim. Wallallin, amin. Tutakabalia dua inshallah. Mpaka hapa imeisha suratul Fatiha. Tukiomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie iftitah yetu ni iftitah ya khairi, na iwe ni iftitah ya kutupa mudawama wa kuendelea na tafsiri, kujulishana tu yale machache ambayo kwamba tunajua. Hatujafika kwa wanazuoni wa kutafsiri wala kuweza kuweka majalisi ya tafsiri, isipokuwa kile kichache ambacho kwamba tunakifundisha na tunafundishana sisi kwa sisi wanafunzi. Pia tunapenda tushiriki na nyinyi watazamaji wetu ili muweze kufaidika. Mpaka hapa tukome. Tumemaliza jala min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsanahu. Wa salamu alaykum wa al'afwa minkum wa sa'adallahu awqatakum.